Amani na baraka vya Mwenyezi Mungu viwe juu yenu kote mlipo, ndugu jamaa marafiki ambao bado kabisa mnaendelea kutufuatilia kwa makini kabisa, hatua kwa hatua, siku baada ya siku. Kila tunachokiposti bado nyinyi mnacho na mnafuatilia na mna comment. Kwa kweli Mungu azidi kubarikini kote mlipo na mnazidi kuonyesha kwamba kabisa tuko sambamba hatua kwa hatua. Leo kwa mara nyingine tena tunaendelea kama nilivyokuahidi kuahidi kwamba kwenye kesho lazima tuendelea tujue haswa ule mwanamke ambaye amerubuniwa, ametoka kwa mume wake, labda kwa sababu ya umaskini, kwa sababu ya hali duni, akaona kwamba labda acha kwende kwa huyo rafiki wa mume wake ambaye labda kidogo anaka uwezo angalau. Huko mbele ni kuna nini? Vipi, amesalamika au amepata balaa? Basi bila kukawia na kualikeni unyote kwa pamoja tuweze kutazama sasa huyu haswa aliyekataa ya Musa huko mbeleni atakutana na ya Firauni. Basi twende kwa pamoja tufuate hatua kwa hatua kipi kinakwenda kutokea. Odi wenyeji. Odi jamani. Karibu. Asante. Shikamoo na mtu gani? Sio. Mimi nasikia mimi ni kizee wa kutolea shikamoo. Ni kawaida shikamoo. Utaratibu ambao tunazoea bibi kizee na anatolea shikamoo. Mimi sio bibi kizee. Samahani kwa hivyo, sitaki kusaidia nini? Nahitaji baba mwenye nyumba, baba wa mtoto wangu ambaye anaitwa Didier. Umepotea kwenye umeingilia. Kupotea. Baba mwenye nyumba gani? Umepotea njia. Baba Leila Baba Leila mume wangu na mwanae huyu hapa ndo Leila wetu. Huyo baba mwenyewe anazungumzia sijawahi kusikia. Didier ambaye sijawahi kusikia kama alikuwa na mtoto wala kama aliwahi kuwa na mwanamke. Didier? Hapana. Didier ambaye ni bwanako kwa sasa. Hamjui? Sijakuelewa. Didier mmoja mwenye nyumba huko ndani ambaye ndiye baba mtoto wa huyu Leila unayemwona hapo. Didier? Huyo mume wangu mimi. Huyo ni mume wako? Hapana. Ni mume wako? Labda umesahau baba wake na mtoto. Kabla kuoa wewe alinioa mimi, alinichumbia akanioa, tukakaa naye miaka 7 inazidi miezi, tukamzaa Leila, ndio huyo hapo nayemuona. Kwa taarifa chenyewe leo ni kitu gani? Huyo mwanaume ambaye unamzungumzia mmeishi naye miaka 7. Hiyo miaka 7 yote mliishi naye baharini, hewani, mzimu? Tuliishi Dubai mimi na yeye. Tukatafuta tukapata. Hivi vyote tunavyoona hapa umefikia tu venye kuja. Haujui vimetafuta vipi, vimeletwa vipi. Sasa wewe kwa taarifa yako naambie yuko wapi baba mwenye nyumba? Siamini na sitokufana kuamini kamwe. Huyu mtoto huyu nenda katafute baba yake. Sio huyu mwenyewe mimi namjua, mimi mume wangu, sio yeye. Maana sijawahi kusikia. Sijawahi kusikia. Basi dada inatosha. Sikiliza sana nikwambie kwa taarifa yako, na kama ulikuwa hujui kwanza leo ujue. Huyu mtoto ni mtoto wa Didier. Upo? Sipo. Sipo kabisa. Maana sijawahi kumsikia hata kwenye simu. Mtoto wa mume wangu ambaye tulianza naye maisha shida na raha. Umefamia tu yenyewe. Sio kweli. Tatafute babake na mtoto. Umefamia bibi. Tatafute babake mtoto wangu huyu, mtoto wa Didier. Kwa taarifa yako sasa, mimi ndo mke wa nani? Wa Didier. Na majirani sijawahi kusikia tetesi kama alishawahi kuishi na mwanamke au kuwa na mtoto wala kuwa na nani. Basi naona haina maana. Hizo ni habari za bunuasi nataka uniletea hapa. Aliona haina maana. Hizo ni hadithi za bunuasi. Mfadikeni, muongezee. Umebuni au umemkosa babake na mtoto? Tatafute babake na huyu mtoto, sio mume wangu. Kumbe alafu naona wewe ni mjeuri sana. Sana, zaidi ya sio unavyofikiria. Wewe ni mjeuri sana. Au nijui? Kwanza naongea ameingia nini? Sina muda mchafu wa kuongea na wewe, wala siongee na mbwa, naongea na mwenye mbwa. Upo? Hauna hata ya kutoka. Unajui wewe la kuongea mbele ya Mungu kweli. Mimi huyu? Wewe hauna la kusema. Mimi huyu mwenye mimi huyu? Wewe huyo. Mbwa mimi. Na nini? Didier ndo wangu, ndo mume wangu. Tumetafuta hivi vyote tumekuta vimejaa. Wewe umeingilia tu, umevamia tu. Naona wewe umevamia. Umeuza tu kunipotezea muda. Na nahisi haunijui. Umefika mipaka. Una nini? Subiri. Ndo kaone. Subiri, weka hapo. Nenda hapo subiri. Nenda ukani mbele yangu mshenzi mkubwa. Unavamia sio ya Jona, no wenyewe kwa nini? Subiri hapo afu utaona gani? Hata kuzaa hauzai, utanitisha nini?
Mshenzi weye. Taisha tu kusema, hakuna leo utafika eko. Na umwambie mume wangu nilikuwa hapa kuchukua matumizi ya mtoto. Ala sidani za kufika kwangu. La, hauna haya. Acha niende na tena huyo mjinga mkubwa. Tujende mwanangu. Yaani ningewakuta hapa mweli. Hamna haya. Oya vipi? Vipi? Hivi ndio. Nini tena? Nini Wewe mbaya? unaniharibia maisha mimi. Aje tena. Hei, wewe wakunitumia malaya zako huko ndani unamtukana. Malaya gani tena? Tunauliza malaya gani? Alikuja mwanamke mmoja ambaye simuelewi, mzee si mzee, kijana si kijana, unamtukana mimi. Ebu, ni vitu gani? Tumeishi mimi na wewe miaka mingapi sasa? Ni muda wa kiasi gani? Kwa hiyo kuna umetokea? Wewe wakunitumia malaya zako unamtukana mimi hapa ndani. Kweli? Malaya? Malaya gani? Na leo unajifanya haujui. Pole mpaka hivi sijakuelewa. Oh, sijui malaya, sijui nini. Na hutanielewa. Hatutoelewana huko ndani mimi na wewe. Malaya gani tena? Si kama ni mama Laila, kama ni mama nani? Stop. Mama nani? Mama Laila. Ule ni mzazi mwenzangu ule. Yaani je, kumbe wewe ni mbinafsi? Ule tumetoka mbali. Tena hata ingine siku usirudi kumuita ti malaya. Hiyo ni amri. Yaani nakuamrisha usirudi. Hapa? Kumbe wewe ni mbinafsi kiasi tu mpaka uko na mtoto. Mtoto wa miaka zaidi ya 7, 8. Haunambii. Sio lazima kila mambo ya juu. Ulitaka kwambie mimi ni mke wako, nina haki ya kujua kila kitu wewe. Weka hapa, uemelewe, uvishwe, uvae nini kila kitu, mambo yawe sawa tu. Si unaridhika nayo. Kwa hiyo unataka nini tena? Ndiyo. Nimeharibia maisha yako. Aje tena. Kwa nini unakosa nini? Yaani kwa ulichokifanya nakushukuru sana. Kwa nini unakosa nini? Nakushukuru sana. Wewe na mbecho unahitaji chote nikufanyie lakini uachane na ule. Sikutegemea. Kuna nini? Umeharibikiwa kitu gani? Tegemea kama unaweza kuwa msiri mpaka kwangu. Sio kila kitu ukijue, sio lazima. Kuna mambo mengine haustahili kujua. Sawa, nashukuru. Weka hapa, narudi. Sina hata muda ya kukaa wewe. Kaa hapa narudi. Nenda kwa mama. Hadi hapa. Hamjambo. Je, wangu iko? Mama, wewe nani? Tije iko. Tije, unamuuliza kama nani? Kama nani mwanamke wewe? Kwanza umeingia bila hodi. Umeingia bila kukaribishwa. Hapa kwangu bwana. Bwana niitie nayo bwana. Nikuitie wewe kama nani? Mimi niko mpenzi wake. Niitie naye. Oh, naye ni nani tena? Hayakuhusu. Kwanza ukaanza jikuja hapa bila kuniita kwa simu. Nimekutafuta nikakukosa kwa simu. Hapa, wewe ulishakataza kuja hapa bila kuniambia? Nimekutafuta kwa simu nimekukosa bwana, twende kwa mganga. Hata ingine siku utakuja hapa lazima unipigie simu. Sio unataka kumaanisha nini? Lazima unitaarifu kama unakuja. Wewe hakuna vijua. Haya narudi. DJ, twende. Ewa, na DJ. Wai basi twende. Ungali hapa? Mimi niko na siku nyingi umeondoka. Nimekusubiria wewe. Unyaje. Simama basi twende. Mume wangu ndo unaondoka hivyo Narudi sasa hivi. Kama nikuta mimi Mungu wangu. Nimekuitika. Unanitia nini? Niambie. Yaani mama, kwanza naomba samahani. Mimi ndo nimetakiwa kufuata nyumbani.
lakini kutokana na hali hapa nyumbani ndiye ameninyima ruhusa kabisa. Kitu cha kwanza, yani mimi na Dio ndani hatuelewani kabisa. Ndiye amenibadilikia kupita kiasi. Ndiye kwa sasa hanijali kwa chochote. Ndiye ni wakunyingizia wanawake huko ndani kila kukicha. Ambaye ataingia leo, sio ndo ataingia kesho. Mwenye ataingia asubuhi, sio mwenye ataingia jioni, usiku. Ndiye amekuwa malaya kupindukia yani. Pili, ndiye amekuwa mlevi kupita maelezo yani. Analewa sana. Ndiye kurudi nyumbani kwake mapema hakuwagi. Mama nimechoka. Ndiye amezidisha umalaya kabisa yani. Licha ya hiyo hata bangi. Ndiye anavuta bangi sana. Yani akiingia huko ndani ni moshi kwenda mbele. Hata nikifikiza udi hausikiki kwa harufu ya bangi tu. Yani nimechoka kwa kweli. Sijui mama utanisaidia nini. Umemaliza? Kwanza takuza nini la kwanza? Kwa harusi uliniona? Mama. Kwa harusi yenu uliniona? Uliniona kwa harusi yenu? Uliniona kwa harusi yenu? Kitu kingine. Wewe una wazazi? Ufunzwa? Hivi wewe ni wa kunipigia mimi simu kufuata wewe hapa kwako? Haya na ulimfanyia mume wako. Alisikitika sana. Mke wa ndoa uko kwenye ndoa yako. Unaacha ndoa yako. Unakuja kwa mwanangu. Hata mume wako yuko anasikitika. Hiyo ni laana. Unalala ya Mungu. Unatoka kwa mume wako wa ndoa, ulikaa na mume wako. Ulifuata nyama. Umekimbia ringaringa. Umefuata nyama kwa itsa. Vumilia hizo nyama zenyewe. Nazungumzia hivi, mwana msimala malaya ni wewe. Sasa kwa hiyo leo uvumilie. Uvumilie yote anakufanyia Edi. Ni mvuta bangi, ni mlevi, sijapenda wanawake. Na wewe umevumilia vile vile. Akivuta na unavuta, akinywa na unakunywa. Kimekutoa kule kwa mume wako, kia kuleta nyuma laya. Kwanza mume wako anasikitika sana, kila siku anaomba dua. Hii yani ndoa kuvurugika hivi hapa ni samba mume wako anaomba dua kwa sababu ulimsaliti. Kule kwa mume wako ulikuwa unakula ringaringa, vijumba kwa wingi na maharage. Hapa kwenye nyama umekimbilia kwenye nyama. Sasa kwa hiyo uvumilie kwenye nyama. Mkata pema, babaya panamuita mwanangu. Sasa bakie hapo, uvumilie yote anakufanyia mwanangu. Na ninakwenda tutaonana mwanangu. Haya kwa hiyo. Alhamdulillah. Yani nilihisi kama mama ndo atamaliza matatizo yote. Yani yeye ndo kaniponda kabisa. Yani Mungu kama ni adhabu nimeipata. Aheri kula rengarenga zenye zina mafuta. Kula rengarenga zenye uko na amani moyoni kuliko kula nyama zenye mashimango. Ya Mungu akunisamehe. Najuta. Natamani kurudi kwa mume wangu yani. Naam, kwa hiyo mmeona wenyewe kabisa kwamba majuto ni mjukuu. Kila mara majuto ni mjukuu. Hali kama hizi zinafikia kina dada wengi sana, wanawake wengi sana. Haswa mambo ya suala mazima ya tamaa. Tamaa ya fisi. Tamaa inaweza kufanya wewe kile ambacho ulionacho ukakikosa, na kile ambacho unachokitamani labda ukakikosa kabisa, ukabaki njia panda. Kwa hiyo majuto mjukuu. Kila mara ukiyakataa ya Musa, ni lazima utakutana na ya Firauni. Kwa hiyo mmeona alikataa pema, yeye labda aliona kama ni pabaya, kumbe ndio pema kwake huko, kakutana na mabala. Licha ya kwamba mwanamume mwenyewe hajatulia, ndio huyo kauzoa ukimwi. Kwa hiyo ni jambo la kusikitisha sana, ni jambo la huzuni sana. Kina dada, kina mama nyinyi ambao katika ndoa zenu, tulieni na waume zenu. Tulieni, yani ridhikeni na hali ambazo waume zenu wanazo. Ulimkuta labda ni mfupi, ridhika na ufupi wake. Ulimkuta ni mweusi, ridhika na weusi wake. Ulimkuta ni maskini, ridhika na umaskini wake. Kwa sababu mpaka kukubali wewe uliulizwa kwamba umekubali, nimekubali. Kwa nini?
Kwa nini hasa kutokana na maisha ambayo umekutana labda kwa mwenzako unataka umbadilikie, unataka kabisa umsaliti? Kwa hiyo jamani, hasa nyie kina mama, badilikeni. Nyie ambao mko katika ndoa zenu, badilikeni. Acha hii mpango. Mwanaume yeyote yule ambaye anakufuata wewe katika ndoa yako, huyo ni adui yako. Huyo ni adui yako. Kwa nini hajakufuata wewe kabla ungali kwenu? Kwa nini hajakuchumbia kabla ungali kwenu, lakini asubirie tu wewe bado uko katika ndoa yako ndio aanze kukusumbua? Kwa hiyo kina dada, kuweni makini, kuweni makini. Na nyie vijana, nyinyi vijana nyinyi ambao kazi yenu haswa mtulii. Wanawake wako wengi sana duniani, wako wengi tu sana. Lakini unaona kwamba huwezi kabisa kupata utulivu mpaka uende kuparamia mke wa mtu. Umparamie mke wa mtu kwa kujivunia pesa yako, kwa kujivunia umaarufu, kwa kujivunia hana yale. Mungu hatakuacha kwa usalama, kwa sababu kila aliyedhulumiwa akinua mikono akilia hivi, ndugu yangu, lazima upate cha mtema kuni. Hiyo ni lazima, ni kashi, haina mjadala. Kwa hiyo mke wa mtu jamani ni sumu. Tuache kuparamia. Na wewe mke wa mtu, tulia na mume wako. Unavyoviona kwa nje, usivioni vinaelea, vimeundwa, ndio wanasema wahenga. Usivioni vyaelea, vimeundwa. Kwa hiyo usichokijione kama usiku wa giza. Wauza kuona kama labda mwenzako ndio anakuzidia maisha na maisha mazuri. Kumbe huyu ana makubwa, mwenzangu ana balaa ambalo amejikalia, wewe hujui. Kwa hiyo turidhike na maisha ambayo Mungu katukadiria, ili tupate usalama wa leo na kesho, ili tuzae ili tuzae tuzeheke. Kwa hiyo ni hayo tu katika kipindi chetu cha leo, na kushukuruni nyote ambao mmetufuatilia kwa makini, ambao mnazidi kucomment, mnazidi kutoa ushauri na maoni yenu. Mungu azidi kukubarikini. Kwa hiyo next time kwa wakati huyu turudi kwa pamoja, tunakuja na vitu vizuri vipya zaidi na zaidi. Kumbuka kila mara unapoingia, labda wewe ni mpya, usisahau kusubscribe. Wewe ni mwenyeji, basi comment yako pale kidogo angalau, tuambie hata kama unataka kusema basi tuambie dua angalau, tuambie asante, shukuru basi angalau, kwa sababu tumechukua muda, tumechukua uwezo, tumechukua hiki na kile kuweza kuhakikisha tunakuletea kitu kizuri wewe. Basi unapotazama basi angalau, kwa sababu tunaambiwa kwamba ukikosa kumrudishia mtu labda kwa kijama na kwa kutendea, basi hata dua angalau nzuri inafaa. Kwa hiyo comment yako angalau hata fupi itatufaa zaidi, na like yako ni bora zaidi. Kwa hiyo tukutane kwa mara nyingine next time kwa wakati huyu. Bye bye.